Habari, watu wengi wamekuwa wana changamoto ya miili yao kwa maana wanapata maumivu. Hasa kama unaamka asubuhi, unaona mwili unakuwa umechoka sana, mwili unakuwa umeishiwa nguvu, lakini pia unapata maumivu kwenye miguu na wakati mwingine unakuwa unapata ganzi, hata kwenye unyayo kukanyagia unakuwa unapata maumivu. Sasa watu hawaelewi ni sababu gani inayopelekea mtu kupata hayo maumivu, lakini mwili unakuwa umechoka. Sasa watu wengi wakisikia hivyo wanakuwa wanakunywa dawa za maumivu, lakini bado inaendelea. Mtu anaenda kufanya vipimo, anaambiwa hana ugonjwa wowote, bado maumivu anaendelea kusikia katika mwili wake. Sasa jambo hilo huwa linasababishwa na upungufu wa madini au upungufu wa vitamins mwilini. Kama una upungufu mkubwa wa madini, una upungufu wa vitamins mwilini, lazima utakuwa unasumbuliwa na maumivu hayo. Sasa upungufu huo wa madini au wa vitamini mwilini huwa unasababishwa na watu kutokuzingatia ulaji sahihi au watu kutokujua ni vyakula gani vyakula kwa ajili ya mahitaji ya mwilini. Mfano, kuna baadhi ya watu huwa wanapendelea kula vyakula vyenye sukari nyingi, wanasahau kwamba kuna mboga mboga na matunda. Sasa ukiendelea kufanya kitu hicho kwa muda mrefu, unakuja kugundua kwamba mwili unakuwa unapungukiwa vile virutubisho husika, na ndio hapo mwanzo wa kuanza kusikia maumivu, kwa sababu vitamins na madini mwilini yanakuwa na faida kubwa kuujenga mwili na kuupatia mwili nguvu. Sasa ukianza kuongelea habari ya vitamins kama vitamin C mwilini, hii vitamini inapatikana kwa kiwango kikubwa sana kwenye matunda. Sasa mtu akiwa anakosa hii vitamin, inamaanisha immunity yake itakuwa chini, kwa sababu lengo la hii vitamin ni kusaidia kusaidia immunity au kujenga zile seli hai za mwili kuweza kupambana au kushambulia dhidi ya maradhi. Sasa kama huli matunda kila baada ya mlo wako unatakiwa uwe at least una matunda baadhi unakuwa unakula. Sasa vitamini hii inapatikana kwa wingi kwenye machungwa. Kwa hiyo kama mtu hali machungwa, inamaanisha atakuwa na upungufu wa vitamin C. Lakini vitamin C pia inakusaidia kuweza kujikinga na maradhi kama kansa. Wanasema ni antioxidant. Kwa hiyo inaenda kupambana na zile free radicals ambazo ni seli ambazo zinasababisha, seli ambazo ni mbaya zinasababisha cancer formation. Sasa kama unakula matunda, unakula machungwa, matunda aina ya machungwa kwa wingi, itakusaidia kuweza kupambana na hayo maradhi, lakini itakusaidia kuupa mwili wako afya njema, kwa maana ya kinga zako za mwili zitaimarika. Lakini hata kwa wagonjwa ambao wale wana upungufu wa kinga za mwili, tunawashauri wale machungwa ya kutosha kabisa au aina ya matunda ya jamii hiyo, ili kuweza kupambana na maradhi lakini kuupatia mwili wao afya njema. Sasa aina nyingine ya vitamin ni vitamin B12. Sasa hii aina ya vitamin ni vitamin ambayo inapatikana kwa wingi sana kwenye nyama. Sasa kama huli nyama kwa wingi kwenye mlo wako huli nyama, inamaanisha mwili wako utakuwa una upungufu mkubwa wa vitamin B12. Kwa hiyo hapa tunaongelea vitamin B12. Sasa na pia hupatikana kwenye maziwa na hupatikana pia kwenye mayai. Kwa hiyo kama unakula mayai inamaanisha utapata vitamini hivi kwa wingi sana. Sasa faida za kula vitamini hivi, kwanza kabisa inasaidia mfumo wa fahamu na ubongo. Kwa hiyo inamaanisha ukila vitamini kutakuwa kuna mawasiliano mazuri kati ya mwili wako, viungo vingine vya mwili, mishipa, lakini na ubongo, tunasema ni nervous system. Lakini pia vitamini hii inasaidia kwenye kubadilisha chakula kwenda kwenye nguvu, yani inasaidia kwenye metabolic activities za mwili kufanyika kwa haraka. Kwa hiyo kila aina hii ya vitamini, mwili wako utakuwa unabadilisha chakula kuwa nguvu ya mwili kwa haraka. Lakini pia inasaidia afya ya mishipa na mfumo wa nervous system, yani damu itakuwa inapita vizuri kwenye mwili wako. Sasa kuna kundi la watu mfano kuna aina ya wagonjwa, mfano wagonjwa ambao wanatumia dawa kwa muda mrefu. Mfano mtu anatumia dawa za sukari kwa muda mrefu, tunawashauri watumie aina hii ya vitamin kama matumizi yao ya kawaida kwenye vyakula, kwa sababu dawa zile unazotumia kwa muda mrefu zinasababisha upungufu mkubwa wa aina hiyo ya vitamin. Dawa zinakuwa zinamsaidia, lakini anakuwa anapungukiwa aina hiyo ya vitamini. Kwa hiyo vitamini hiyo ni muhimu na tunashauri ule vyakula vinavyosababisha, lakini kama upo kwenye matumizi ya dawa kwa muda mrefu
ni vyema ukatuona hospitalini kwetu tukakushauri ni aina gani ya vitamini unakuwa unapungukiwa kulingana na ugonjwa wako au matumizi ya dawa, au kwa kutokula vizuri. Tutakushauri vyakula kama samaki, nyama nyekundu ina vitamini B vya kutosha, lakini pia mayai na maziwa. Aina nyingine ya vitamini ni vitamini D. Hasa vitamini hii hupatikana kwa wingi mtu akiwa ametoka, unapatikana kwa wingi kwenye jua. Kwa hiyo ukitoka hasa jua la asubuhi mida ya saa 3 saa 4 asubuhi, ndio mtu ukitoka unakuwa unapata vitamini hiyo. Lakini sasa kuna watu hata na hawawi exposed au hawatoki kwenda kwenye jua, lesa analala kwa muda mrefu, au wengine wanakuwa na magonjwa sasa, au wengine wanakuwa wanavaa nguo ambazo zinawafunika, hata wakitoka nje wanakuwa hawawezi kupata vile vitamini kwa wingi. Sasa kitendo hicho kinafanya miili yao inakuwa na upungufu wa hiyo vitamini. Sasa vitamini hiyo ina faida kubwa sana mwilini, kwa sababu hiyo vitamini ndio inaenda kusaidia afya ya mifupa yako, lakini pia inaenda kusaidia upatikanaji au inaenda kuwa kama hormone ambayo inasaidia vitamini nyingine kama calcium kuweza kuwa absorbed au kuchakatwa mwilini kwa urahisi. Kwa hiyo ukipungukiwa vitamin D unaweza ukaanza kushangaa miguu inauma, magoti yanauma, lakini pia na mgongo unauma. Sasa tunashauri kwa watu ambao huwa wanavaa mavazi marefu ya kujifunika, kuna baadhi ya watu wanajifunika usoni, wanajifunika mikononi na miguuni. Watu hawa tunawashauri wawe wanatumia vitamin D kama chakula, kwa maana ya supplementation. Lakini pia kundi lingine la watu ambao tunawashauri watumie vitamini hii D ni watu ambao ni wagonjwa, wanaumwa, wamelala vitandani. Unakuta mtu anatumia wiki mbili, hata miezi yupo ndani amelala. Lakini hata pia watu wazima, kuna watu wazima ambao hawapendi kutoka nje. Tunawashauri baada ya muda wale watu wao wanatolewa nje kupata vitamin D kwenye mwanga wa jua, lakini pia watumie hizo kama vidonge vyao, wao wanakunywa na kumeza mara kwa mara. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeimarisha afya yako ya mifupa na mwili wako utakuwa sawa, utaepukana na maumivu na mwili wako kuchoka. Aina nyingine ni madini. Kwa hiyo kuna vitamins na madini. Sasa kwenye madini, yapo madini mengi sana ambayo husaidia mwili na husaidia pia kufanya mwili ujisikie uko kwenye hali ya uzima, lakini pia inaondoa hali ya maumivu. Sasa mtu akipungukiwa na hayo madini ndio pale anaanza kusikia maumivu. Sasa madini hayo ni kama calcium, kuna magnesium na zinc. Sasa kitu cha msingi cha kuweza kuzingatia kabla hujaanza kutumia aina hiyo ya vitamins, ni vema ukamuona daktari au ukawasiliana na kituo cha afya au watu wa huduma za afya, wataalamu hao wakakushauri ni kiasi gani cha vitamin kiwango ambacho kinahitajika wewe kutumia, lakini kulingana na umri wako na uzito wako, lakini na condition, yani kwa maana ya mgonjwa yupo kwenye hali gani. Kuna baadhi ya wagonjwa wamezidiwa sana, wako vitandani, kuna watu wazima sana wanalala tu. Kila mmoja ana kiwango chake, lakini pia kuna watoto, kwa kila mmoja na kiwango chake, na madhara hayo yanaweza kupelekea pia hata kuharibu figo. Kwa hiyo ni vyema kabisa kukutana na mtaalamu wa afya akakushauri sasa kiwango cha vitamins, idadi ile ya kutumia kwenye mwili wako.